Je, umewahi kujiuliza kwa nini baadhi ya watu matajiri zaidi duniani huishi maisha ya kawaida kabisa, kana kwamba ni marafiki zako tu? Hawajionyeshi likizo za kifahari mitandaoni, hawapandi magari mapya kila mwaka, wala hawaoneshi mali zozote. Badala yake wanaishi maisha tulivu ya heshima na bila majivuno. Lakini siri ni ipi nyuma ya maisha haya? Na muhimu zaidi, kwa nini wanaamua kuishi hivi? Katika video hii utagundua mikakati 12 rahisi tu ambayo matajiri hutumia kujikusanyia utajiri bila kujionesha kwa watu. Naamini usiamini, hii sio bahati tu. Kinyume na fikra za watu wengi, matajiri wa kweli hawana haja ya kuthibitisha chochote kwa mtu yoyote. Fikiria mfano huu. Wakati mjomba Carlos anajivunia gari lake jipya la kifahari na kujionesha kwa kila mtu, ukweli ni kwamba amezama kwenye madeni. Wakati huo huo, shangazi Ana ambaye anaendesha gari rahisi na haonekani sana, ndiye anayemiliki nyumba za kupangisha, uwekezaji madhubuti na utajiri ambao hakuna anayeweza kufikiria. Utajiri wa kweli ni wa kimya, na nje yake ni salama na ya kuridhisha kuliko unavyodhani. Je, unataka kujua namna ya kufanikisha hili? Basi kaa hadi mwisho na utagundua mambo ya msingi katika kujenga maisha thabiti na yenye mafanikio. Siri ipo kwenye undani na nitakufunulia hapa. Basi usipoteze muda, tuanze. Mkakati wa kwanza, kuwa na mtazamo wa utajiri wa kimya. Hatua ya kwanza ya kukuza utajiri wako kimya ni kubadilisha mtazamo wako. Acha kutaka kuwavutia watu. Lengo sio kuonesha mali, bali ni kujenga utajiri kimkakati na kwa siri. Mfano tu, mtu mmoja alikuwa akitumia pesa zake zote za ziada kwenye mikoba ya kifahari na likizo za kifahari ili kuonesha hadhi kwa marafiki zake. Lakini akaona akaunti yake ya benki inazidi kupungua kila siku. Alipoamua kubadilika, akaanza kuwekeza. Miaka 5 baadaye, alikuwa na uwekezaji wenye thamani ya zaidi ya milioni 25, huku akiendelea kuishi maisha ya kawaida tu. Utajiri wa kimya pia unahusisha matumizi ya makusudi na kuepuka kuongeza gharama za maisha bila sababu. Badala ya kununua vitu vya kuonesha, elekeza pesa zako kwenye mali zinazozalisha thamani kama vile hisa, nyumba au biashara ndogo ndogo. Hii inalinda usalama wako wa kifedha na kuondoa shindikizo lisilo la lazima. Mkakati wa pili, weka akiba yako ijiendeshe kiautomatiki. Automation ni njia rahisi ya kujengea utajiri bila juhudi nyingi. Weka uhamisho wa moja kwa moja kutoka kwenye akaunti yako ya matumizi kwenda akaunti ya akiba au mfuko wa uwekezaji kama vile SACCOS, uwekezaji wa hisa, mfuko wa pamoja au biashara ndogo ndogo. Mfano, ukiwa na kipato cha shilingi milioni 1 kwa mwezi na ukaweka automatically itoke 100,000 na kwenda kwenye uwekezaji, mwishoni mwa mwaka utakuwa umehifadhi milioni 1,200,000. Kwa nguvu ya kuwekeza mapato haya kwenye miradi yenye faida endelevu, kiasi hicho itaendelea kukua zaidi kadri muda unavyosonga. Hapa tumezungumzia ulichokihifadhi tu, bado faida yako. Mfumo huu husaidia kuepusha tamaa ya kutumia pesa ovyo na kuhakikisha utajiri wako unaendelea kukua kimya na kwa nidhamu. Mkakati wa tatu, wekeza kwenye mali, sio madeni. Matajiri wa kweli wanaelewa tofauti ya mali ambao ni asset na madeni, liabilities. Taarifa hii pia nimeifundisha kwenye kitabu cha Rich Dad Poor Dad. Kama hujapata kusoma, basi bonyeza linki hapo juu ili upate kusikiliza, na itakusaidia sana. Asset huingiza pesa mfukoni, wakati madeni hutoa pesa mfukoni. Mfano tu, tuseme Mike alihitaji kuchagua kati ya kununua gari la kifahari au kuwekeza kwenye nyumba ya kupangisha. Alichagua nyumba, na sasa inampatia milioni 1 kila mwezi kama kipato cha ziada. Wakati huo rafiki yake alinunua gari, ameona thamani ya gari ikipungua kwa nusu ya kile alichonunulia. Kwa hiyo kipaumbele chako kiwe kwenye asset zitakazokuletea faida endelevu.
Gari sio asset, ni liability ambayo itakuwa kila siku inakupunguzia wewe fedha zako mfukoni. Sikwambii usinunue gari, lakini nunua gari itakayotosheleza mahitaji ya usafiri, sio kujionesha kwa watu. Mkakati wa 4, tumia nguvu ya uwekezaji. Kadri unavyoanza kuwekeza mapema, ndipo fedha zako zinavyopata muda mrefu wa kukua kupitia nguvu ya muda na ongezeko la thamani. Kama utawekeza $700,000 kila mwezi ukiwa na miaka 25 na ukapata wastani wa faida ya 8% kwa mwaka, unaweza kufikia zaidi ya bilioni 2.5 utakapostaafu ukiwa na miaka 60. Lakini ukianza kuwekeza ukiwa na miaka 30 kwa kiasi hicho cha $750,000, utakuwa na chini ya nusu ya hiyo pesa. Somo kula hapa, anza kuwekeza mapema kadri uwezavyo. Hata kwa kiasi kidogo, uwekezaji wa muda mrefu unaweza kukuletea uhuru wa kifedha. Mkakati wa 5, kuishi chini ya kipato chako. Kuishi chini ya kipato chako haimaanishi kuacha kila kitu unachopenda, bali ni kutoa kipaumbele kwa faida ya muda mrefu kuliko starehe ya haraka. Fikiria mfano wa Warren Buffett, mmoja wa matajiri zaidi duniani, lakini bado anaishi kwenye nyumba ndogo ya kawaida aliyonunua mwaka 1958. Utajiri wa kweli haupimwi kwa kiasi unachotumia, bali kwa kiasi unachoweka akiba na kuwekeza. Unapopunguza matumizi yasiyo ya lazima, unapata nafasi ya kuelekeza pesa zako kwenye uwekezaji utakaozidisha kipato chako taratibu, huku wengine wakitumia yote wanaopata. Mkakati wa 6, kuwa na vyanzo vingi vya mapato. Kutegemea chanzo kimoja cha mapato ni hatari kubwa. Matajiri wa kweli wanajua hili. Ndio maana hujipatia vyanzo tofauti vya mapato. Hivi vyanzo hufanya kazi kama nyavu za usalama. Iwapo kimoja kitapungua, vingine vitaendelea, na vitakulinda, na safari yako ya kujenga utajiri itaendelea bila ya kusita. Mkakati wa 7, hifadhi siri ya utajiri wako. Epuka kujitangaza au kujionesha mafanikio yako ya kifedha hadharani. Utakapofanya hivyo, watu wanaweza kupora tofauti, kuomba msaada au hata kujaribu kukutumia vibaya. Kuweka mafanikio yako kuwa yako binafsi kuna kulinda na kukupa utulivu wa akili. Utakuwa huru kuendelea kukuza utajiri wako bila shinikizo au matarajio ya watu. Kadri unavyovutia macho machache, ndivyo unavyokuwa rahisi zaidi kukuza mali zako. Mkakati wa 8, tumia mapato ya ziada kwa hekima sana. Je, umepokea bonus kazini au kurejeshewa kodi? Badala ya kutumia kiholela, wekeza kimkakati. Lipa madeni, wekeza au ongeza akiba ya dharura. Kila mapato ya ghafla ni nafasi ya kuharakisha safari yako ya kifedha. Mkakati wa 9, epuka kuongeza gharama kila mapato yanapoongezeka. Hii huitwa lifestyle creep, ambapo kila mara kipato kinapoongezeka, matumizi nayo yanaongezeka. Ili kuepuka hilo, weka malengo ya kifedha mapema na yaandike, na usiishi zaidi ya kiwango ulichokuwa nacho. Hata mshahara wako unapopanda, badala ya kutumia zaidi, elekeza tofauti hiyo kwenye uwekezaji wako. Hii inapanua pengo kati ya kipato chako na matumizi yako na kuharakisha ukuaji wa utajiri wako. Mkakati wa 10, jizungushe na watu wenye mtazamo kama wako. Watu wanaokuzunguka wana athari kubwa kwenye mafanikio yako kifedha. Ungana na watu wanaoshirikiana kwenye malengo ya kifedha kama wewe. Vikundi vya uwekezaji, semina au marafiki wenye malengo ya kujenga utajiri. Mtandao wako ni daraja la fursa. Ukiwa karibu na watu wanaokutia moyo, utapata maarifa, uwajibikaji na nafasi za ukuaji. Mkakati wa 12, jifunze mikakati ya kiufundi ya kikodi. Matajiri hawajishughulishi tu na kupata pesa, bali pia wanajua jinsi ya kuilinda pesa hiyo. Kwa kujifunza mbinu za kodi kama vile kutumia akaunti zenye faida za kikodi,
au kudai punguzo halali tu, unaweza kuokoa maelfu ya dola kwa muda mrefu. Lengo sio tu kuokoa, bali kugeuza hizo akiba kuwa uwekezaji unaokufanyia kazi. Kuelewa sheria za kodi ni moja ya siri za kujenga utajiri wa kikazi hadi kizazi. Mkakati wa 12: kuwa na uvumilivu na uthabiti. Kujenga utajiri ni safari ya muda mrefu. Hatua ndogo unazochukua mara kwa mara huleta matokeo makubwa baada ya muda. Ni kama kupanda mti mwanzoni, hauonekani, lakini baada ya muda unakuwa mkubwa na wenye nguvu. Uvumilivu ni silaha kubwa. Kadri unavyobaki kwenye mstari, ndivyo matunda makubwa ya kifedha yatakavyokuja. Lakini kwa nini kukua kimya kimya ni jambo lenye nguvu sana? Kwa sababu kila mara unapoongea sana kuhusu mipango yetu, tunakutana na maoni na ukosoaji wa watu wengi. Wengine wataanza kusema hiyo haiwezekani kufanikiwa. Unachukua hatari kubwa sana. Mwanzoni yanaweza kuonekana maneno madogo tu, lakini taratibu yanaharibu kujiamini kwako na kuchelewa maendeleo yako. Fikiria mara ngapi umewahi kuona mtu akizungumza kuhusu mradi mzuri sana, lakini haujawahi kutekeleza. Hii hutokea kwa sababu walianza kufichua mawazo mapema mno. Unaposhiriki sana, unapoteza msukumo wa mwanzo. Kukua kimya ndio njia ya kulinda mawazo yako na kuyakuza bila usumbufu wa nje. Na kumbuka, watu wanaojenga utajiri wa kweli hawana haja ya kuthibitisha kitu kwa mtu yeyote. Je, umewahi kuwaona mabilionea kikosti malengo yao kila siku mtandaoni? Jibu ni hapana. Wanafanya mambo kwa vitendo na wanaruhusu matokeo yaongee yenyewe. Sasa kwa kuwa umeelewa kwa nini mkakati huu wa kimya ni wenye nguvu sana, ni muda wa kujiuliza maswali. Unawezaje kuutumia kwenye maisha yako ya kifedha? Unawezaje kuanza kukua kimya kimya na kuongeza matokeo yako? Hapa kuna hatua 4 rahisi za kuanza kuzitumia. Namba 1, fanya kazi kimya kimya na onyesha matokeo. Iwapo lengo lako ni kuongeza kipato, kujenga utajiri au kuanzisha biashara, fanya kimya kimya. Huhitaji kumweleza yoyote kila hatua unayopiga. Fanya kazi, wekeza, elimika na kufikia pale ambapo watu wataona matokeo yako wakiwa wamechelewa mno kuingilia au kukupanisha. Namba 2, epuka kushiriki mapato na uwekezaji wako. Kujionyesha kwa mafanikio ya kifedha unaweza kuvuta wivu, ushindani usio wa lazima au hata hatari za kiusalama. Unapoanza kutangaza, watu wataanza kuja kupoma msaada, kutoa maoni juu ya uwekezaji wao au hata kukupotosha. Kadri watu wanavyojua kidogo kuhusu pesa zao, ndivyo inavyokuwa bora zaidi. Namba 3, kuwekeza kwanza katika maarifa. Kabla ya kutafuta njia za mkato au mbinu za kupata hela haraka sana, wekeza kwenye kujifunza kuhusu fedha, uwekezaji na biashara. Wale wanaoelewa mchezo wa pesa wanakuwa na faida kubwa ya kimkakati. Ukiwa na maarifa ya kutosha, maamuzi yako ya kifedha yatakuwa sahihi zaidi na yenye matokeo makubwa. Namba 4, jenga vyanzo vingi vya mapato kwa utulivu. Unataka kuanza biashara au uwekezaji? Anza kidogo, lakini anza sasa. Hakuna haja ya kutangaza chochote duniani. Siri ni kukua taratibu na thabiti bila kutegemea ukilitisho kutoka kwa mtu yoyote. Lakini kumbuka, jambo muhimu ambalo watu wengi usahau: kukua kimya kimya sio tu kuruhusu kunyamaza, bali pia kuhusu kujenga mtazamo thabiti usioweza kutikisika. Nguvu ya mtazamo sahihi. Utajiri huanza kwanza kichwani kabla haujaonekana kwenye akaunti ya benki. Wale wasioweza kulinda akili zao hujikuta wakibebwa na maoni ya watu wengine, hofu au mashaka. Lakini wale wenye udhibiti wa kihisia na maono ya wazi hawaathiriki kirahisi. Ikiwa unaamini unastahili kukua, kuna nidhamu na unaelewa kuwa matokeo huchukua muda, hakuna kitu kinachoweza kukuzuia. Kinyume chake, ukijiruhusu kushawishiwa na upinzani wa wengine,
shinikizo la kuonesha matokeo au kukata tamaa mapema, safari yako ya kifedha itakuwa ngumu zaidi. Acha kutafuta uthibitisho wa watu na jifunze kuamini maamuzi yako mwenyewe. Na ukweli ni kwamba watu wanaokosoa zaidi mara nyingi ni wale ambao hawajawahi kufanya jambo lolote kubwa maishani mwao. Basi kwa nini wasikilize? Nguvu ya watu wanaokuzunguka. Kwa kuwa tunazungumzia ushawishi wa nje, kuna kipengele kingine muhimu kinachoamua kama utafanikiwa kifedha au la. Duara la watu unaokaa nao. Umewahi kuona kwamba watu wenye mafanikio makubwa huzungukwa na watu wengine waliofanikiwa pia? Hiyo si bahati mbaya. Wale wanaotembea na watu wanaofikiri makubwa nao hukua. Wale wanaotembea na watu wanaolalamika tu bila kuchukua hatua hujiharibia bila kujua. Jiulize, watu unaokaa nao wanazungumza kuhusu fursa au wanazungumza tu kuhusu serikali na bahati mbaya? Mazungumzo yao yanakutia moyo au yanakuvunja nguvu kila siku? Siri ni kujikaribisha na wale wanaoweza kuongeza kitu halisi katika ukuaji wako. Hii sio kwa maslahi ya moja kwa moja, bali kwa sababu mazingira yako ni kila kitu. Unapozungukwa na watu wanaowekeza, wanaojifunza, wanaojituma na wanaokua, hata wewe utaanza kubadilika na kukua. Mambo matatu muhimu ya utajiri. Mbali ya kuwa na mtazamo sahihi na watu sahihi karibu yako, kuna jambo la tatu lisiloepukika. Moja, nidhamu ya fedha. Wengi wanataka kuwa matajiri, lakini wachache wako tayari kuwa na nidhamu inayohitajika kwenye utajiri. Kinachotofautisha mamilionea sio siri za miujiza, bali ni mazoea thabiti ya kifedha. Wanadhibiti matumizi yao, wanaepuka madeni mabaya, wanafanya pesa zao ziwafanyie kazi. Na jambo moja muhimu, hawakubali shinikizo la kijamii la kujionesha. Wakati wengi wakitumia pesa ili waonekane matajiri, wale walio matajiri wa kweli wanawekeza pesa zao kuongeza utajiri wao. Kwa hiyo, kama unataka kukua kifedha, elewa hili. Pesa hazimheshimu mtu asiyejua jinsi ya kuzisimamia. Unaweza kuwa na kipato kizuri, lakini kama unatumia vyote daima, utabaki pale pale. Kinyume chake, ukiweza kuokoa, wekeza na kuwekeza tena, utajiri wako utakuwa taratibu na utakuwa thabiti. Lakini kumbuka onyo hili. Kukua kimya kimya hakumaanishi kujitenga na dunia. Wengine hujichanganya na kufikiria kuwa kukua kimya kimya ni kutoomba msaada au kutojenga mtandao na watu. Hilo ni kosa pia. Siri ya mwisho ya kukua kimya kimya huhitaji ushiriki mipango yako na kila mtu. Lakini unahitaji kujifunza kutoka kwa wale ambao tayari wamefika pale unapotamani kufika. Kujitenga kabisa kunaweza kukufanya ukose fursa muhimu. Siri ni kujua ni nani wa kuzungumza naye na wakati gani wa kuzungumza pia. Tafuta walimu au mentors, soma vitabu, jifunze kutoka kwa waliobobea. Lakini kumbuka, hifadhi mikakati yako hadi utakapofanikiwa. Sasa swali ni hili, utafanya nini na maarifa haya sasa? Sasa kwa kuwa umeelewa kwa nini kukua kimya kimya ni silaha kubwa ya mafanikio, utaendelea kushiriki mipango yako na watu wasiokuongezea thamani? Au utaanza kuchukua hatua kwa busara na kimkakati? Iwapo unataka kujenga utajiri kweli, lazima ufanye maamuzi. Fanya maamuzi kwa hekima. Linda mtazamo wako. Chagua marafiki na watu unaokaa nao kwa makini, na ubaki makini kwa yale yanayojali kweli. Changamoto ya siku 30. Kwa siku 30 zijazo, fanyia kazi malengo yako ya kifedha bila kumwambia mtu yote. Usishiriki malengo yako, hatua zako, wala hata ushindi wako mdogo. Fanya tu na uone matokeo. Na kwa hili utashangaa mabadiliko yatakapokuja. Kwa sababu pale unapoanza kuzingatia mambo muhimu na kuacha matokeo yaongee yenyewe, mchezo hubadilika kabisa. Na ukishaanza hivi, hautataka kurudi nyuma tena. Ukweli muhimu, utajiri sio kuhusu kuonesha matokeo kwa wengine. Ni kuhusu kujenga kwa akili, ujasiri na uthabiti. Wale wanaongea sana mara nyingi hufanya kidogo, lakini wale wanaofanikisha kweli huacha matokeo yao yaongee kwa ajili yao.
Sasa ni juu yako. Tumia mbinu hizi kwa vitendo na uone jinsi maisha yako ya kifedha yatakavyobadilika. Ukifuata hatua hizi, utaona kwamba ukimya kweli ni mshirika mkubwa wa mafanikio. Kabla ya kuhitimisha, kama unahitaji mwongozo zaidi, kumbuka kwamba kuna maudhui mengi zaidi hapa kwenye channel yangu kukusaidia katika safari yako. Kwa njia na kupendekezea video Rich Dad Poor Dad na video nyingine. Ikiwa video hii imekupa mwanga, usisahau kuweka like, subscribe na kuweka maoni yako ili usikose video mpya. Naomba kujua umewahi kuharibiwa mradi wako kwa kuwaambia watu wasio sahihi, au umeanza kukua kimya na ukaona tofauti. Niandikie kwenye comment hapo, tutaona kwenye video inayofuata. Na kumbuka, mafanikio hujengwa nyuma ya pazia. Hebu tusonge pamoja. Asante sana.